Karibuni katika uchunguzi huu wa historia tajiri na mapambano yanayoendelea ya watu wa Oromo. Ili kuelewa vyema mapambano yao ya uhuru, ni lazima kwanza tuchunguze mifumo ya ukoloni iliyounda maisha yao ya zamani na inayoendelea kufafanua maisha yao ya sasa. Ingawa ukoloni mara nyingi huhusishwa na upanuzi wa Ulaya, barani Afrika na Asia, pia umekuwepo ndani ya Ethiopia katika mfumo wa ukoloni wa Wahabeshi. Mfumo huu wa utawala umewakandamiza Waoromo na mataifa mengine ya asili kwa zaidi ya karne moja. Makala haya yanachunguza mizizi ya kihistoria ya ukoloni wa Wahabeshi na athari zake za kudumu kwa taifa la Oromo. Tutachunguza vipengele vya kisiasa, kiuchumi, kijamii na kisaikolojia vya utawala huu wa kikoloni, na kuchunguza ustahimilivu wa watu wa Oromo katika harakati zao za kujitawala, kwa kufuatilia mageuzi ya mapambano yao, kuanzia harakati za awali za kupinga ukoloni hadi kuibuka kwa harakati za kisasa za utaifa na uasi wa vijana wa Kiro. Tutafichua roho isiyofifia ya watu walioazimia kurudisha utambulisho wao na kudai haki zao. Jiunge nasi tunapochunguza yaliyopita, kuchambua ya sasa na kuona mustakabali ambapo haki na uhuru vinatimizwa kikamilifu kwa taifa la Oromo. Ukoloni ni mfumo ambapo taifa lenye nguvu linatawala eneo la kigeni, likitumia rasilimali na watu wa eneo hilo kwa faida ya mkoloni. Utawala huu unaweza kuonekana katika aina mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utawala wa moja kwa moja, utawala wa kiuchumi na kulazimisha utamaduni. Mara nyingi mchakato huu unahusisha udhalilishaji na ubaguzi wa watu wa asili na kusababisha kuvurugika kwa utamaduni, miundo ya kijamii na uchumi wa wenyeji. Kihistoria, ukoloni unahusishwa zaidi na mataifa ya Ulaya kama vile Uingereza, Ufaransa na Hispania. Mataifa haya yaliendeleza milki zao barani Afrika, Asia na Amerika kuanzia karne ya 15 hadi karne ya 20. Jitihada hizi za ukoloni zilisukumwa na mchanganyiko wa maslahi ya kiuchumi, mikakati ya kimkakati na imani ya ubora wa kitamaduni wa wakoloni. Hata hivyo, ukoloni hauzuiliwi tu katika siku za nyuma au kwa mataifa ya Ulaya pekee. Aina za kisasa za ukoloni zinaweza kuonekana ndani ya mataifa ya sasa, ambapo makundi yenye nguvu yanawalazimisha mapenzi yao kwa jamii zilizotengwa. Mfano wa hii ni ukoloni wa Wahabeshi nchini Ethiopia. Tutaona kwa undani hapa chini jinsi ukoloni wa Wahabeshi umeweka sheria na sera zisizoandikwa ambazo zinabagua watu wa asili na kuendeleza ukosefu wa usawa wa kijamii na kiuchumi. Hati imekamilika, inapita vizuri na inaendana. Inafafanua ukoloni kwa ufanisi, inatoa muktadha wa kihistoria, na inaunganisha desturi za zamani na mifano ya kisasa, ikidumisha mwendelezo wa kimantiki kote. Ili kuelewa kikamilifu kina cha mapambano ya Waoromo, ni muhimu kuelewa aina na mbinu mbalimbali za ukoloni, pamoja na sheria zisizoandikwa zilizotawala. Kila aina na mbinu ya ukoloni imeunda uzoefu wa mataifa yaliyotawaliwa, mara nyingi ikifuata miongozo isiyoandikwa. Kwanza, ukoloni wa makazi unahusisha kuanzisha makazi ya kudumu na kuwafukuza wenyeji. Sheria isiyoandikwa ilikuwa kudai ardhi kama tupu au haitumiki. Aina hii ilikuwa maarufu katika Amerika na Australia na kusababisha kutoweka kwa tamaduni na jamii za asili. Pili, ukoloni wa unyonyaji unazingatia kuchimba rasilimali bila makazi makubwa. Sheria isiyoandikwa ilikuwa kuongeza faida huku ikipunguza uwekezaji kwa watu wa eneo hilo. Mbinu hii inategemea sana kazi ya kulazimishwa na ilionekana hasa Kongo chini ya utawala wa Ubelgiji. Tatu, ukoloni wa ndani ni aina nyingine, ambapo kundi kubwa la kitaifa au kisiasa ndani ya eneo linatawala makundi mengine. Sheria isiyoandikwa ilikuwa kudumisha udhibiti kupitia kutengwa kwa utaratibu. Hii inafaa hasa kwa majadiliano yetu juu ya ukoloni wa Wahabeshi, ambapo utawala wa Wahabeshi uliunganisha mataifa jirani kwa nguvu na kuwatawala mataifa kama vile Waoromo, Wasidama, Wawolaita na wengine wengi. Ukoloni mamboleo unawakilisha aina ya kisasa zaidi ya udhibiti, ambapo utawala wa kiuchumi na kisiasa unaendelea hata baada ya uhuru rasmi. Sheria isiyoandikwa hapa ni kudumisha ushawishi kupitia utegemezi wa kiuchumi. Hii mara nyingi hupatikana kupitia mashirika ya kimataifa na utegemezi wa misaada ya kigeni, kuhakikisha kwamba makoloni ya zamani yanabaki kutegemea kiuchumi wa koloni wao wa zamani. Kuelewa aina hizi za ukoloni na sheria zao zisizoandikwa hutusaidia kuona picha pana ya jinsi utawala na unyonyaji vimetekelezwa kwa utaratibu na kuunda mandhari ya kijamii na kisiasa ya maeneo yaliyotawaliwa.
Urithi wa kudumu wa ukoloni unaonekana wazi katika mandhari ya baada ya ukoloni, huku mataifa yaliyotawaliwa yakiendelea kukabiliana na matokeo yake ya muda mrefu. Sheria zisizoandikwa, ambazo mara nyingi ziliwekwa na madola ya kikoloni, zimeacha alama ya kudumu katika jamii hizi. Kisiasa, utawala wa kikoloni uliharibu miundo ya utawala wa asili na kusababisha mataifa dhaifu kurithi mifumo ya udikteta. Sheria hizi zisizoandikwa za utawala zimeendeleza ukosefu wa utulivu. Kiuchumi, unyonyaji wa kikoloni uliacha mataifa mengi ya Afrika yakitegemea uchimbaji wa maliasili na mabadiliko ya soko la dunia, na kuchochea ukosefu wa maendeleo na udhaifu wa kiuchumi. Sheria isiyoandikwa ya utegemezi wa kiuchumi inaendelea kuzuia maendeleo. Kijamii, wakoloni waliweka lugha zao, dini na kanuni za kitamaduni, na kusababisha kutengwa kitamaduni na mmomonyoko wa maarifa ya asili. Sheria hizi zisizoandikwa za kitamaduni zimeathiri sana utambulisho na urithi. Kisaikolojia, watu walio chini ya ukoloni mara nyingi walijazwa itikadi za udhalili, wakiingiza ndani mawazo ya ubaguzi wa rangi ambayo yalipunguza thamani ya tamaduni zao. Sheria isiyoandikwa ya uongozi wa rangi imekuwa na athari ya kudumu ya kisaikolojia. Athari za ukoloni kwa mataifa yaliyotawaliwa ni kubwa na za kudumu, ikiwa ni pamoja na 5. Kupoteza uhuru. Miundo ya utawala wa jadi ilivunjwa na kubadilishwa na mifumo ya kigeni ambayo mara nyingi haikuwapa nafasi wenyeji kushiriki. Mataifa dhaifu. Mipaka ya baada ya ukoloni haikujali hali halisi za kikabila na kilugha, na kusababisha ukosefu wa utulivu na migogoro. Urithi wa udikteta. Mataifa mengi ya Afrika yalirithi miundo ya utawala wa kikoloni ya ukandamizaji, ambayo iliendelea baada ya uhuru. Uchimbaji wa mali asili. Uchumi wa Afrika ulipangwa kutumikia viwanda vya Ulaya, huku uwekezaji mdogo ukifanywa katika maendeleo ya ndani. Utegemezi wa kilimo cha zao moja. Uchumi wa mataifa yaliyotawaliwa ulilazimishwa kutegemea zao moja au rasilimali moja, na kuyafanya kuwa katika hatari ya mabadiliko ya soko la dunia. Ukosefu wa maendeleo. Sera za kikoloni zilizuia ukuaji wa viwanda na kuiweka Afrika ikitegemea uchumi wa magharibi. Mmomonyoko wa maarifa ya asili. Elimu ya jadi, tiba na utawala vilipunguzwa thamani na kubadilishwa na mifumo ya Ulaya. Kutengwa kitamaduni. Lugha za Ulaya, dini na mitindo ya maisha zililazimishwa na kusababisha migogoro ya utambulisho. Migogoro ya kikabila na kilugha. Madola ya kikoloni yaliunda mgawanyiko na uongozi bandia kati ya makundi, na kuchochea mvutano baada ya uhuru. Hisia za udhalili. Watu walio chini ya ukoloni mara nyingi walikabiliwa na itikadi za ubaguzi wa rangi zilizowaonyesha kama watu duni. Mtazamo wa dunia unaozingatia magharibi. Wazo kwamba maendeleo yanafafanuliwa na maadili ya magharibi yanaendelea kuunda mifumo ya maendeleo ya baada ya ukoloni. Kwa watu wa Oromo, ukoloni umedhihirishwa kwa njia maalum na ya kina, kupitia ukoloni ulioendelezwa na watawala wa Abyssinia, hasa kuanzia mwishoni mwa karne ya 19 na kuendelea. Kuelewa athari hizi ni muhimu kwa kutambua changamoto zinazowakabili Waoromo na mataifa mengine yaliyotawaliwa katika harakati zao za kujitawala na ukombozi. Sehemu inayofuata itaangazia mapambano maalum ya watu wa Oromo na jinsi ukoloni wa Abyssinia ulivyounda mapambano yao ya uhuru. Ukoloni wa Wahabeshi unamaanisha utawala wa mabavu na unyonyaji wa rasilimali za Waoromo na makabila mengine. Ulianza mwishoni mwa karne ya 19 kwa ushindi wa kikatili wa Oromia uliofanywa na Menelik II, akisaidiwa na silaha na msaada kutoka Ulaya. Waoromo waliteseka kwanza, kunyang'anywa ardhi. Ardhi ya Waoromo ilinyakuliwa na kupewa walowezi wa Kihabeshi, na kuharibu kilimo cha asili na maisha yao. Pili, uharibifu wa utamaduni. Lugha ya Waoromo, Afaan Oromo, ilipigwa marufuku na desturi za kidini za Waoromo zilikandamizwa, zikabadilishwa na kulazimishwa lugha ya Kiamhari na Ukristo wa Orthodox. Tatu, kutengwa kisiasa. Waoromo walitengwa na uongozi, huku mfumo wa jadi wa Gadaa ukiharibiwa na watawala wa Kihabeshi. 4. Unyonyaji wa uchumi. Rasilimali nyingi za Oromia, kama vile kahawa, dhahabu na mifugo, zilitumiwa bila kuwanufaisha wenyeji. 5. Ukatili na unyanyasaji. Maasi na upinzani vilikabiliwa kwa ukatili, kama vile mauaji ya Anole na Chalanko.
Utawala wa kikoloni wa Wahabeshi unaendelea hadi leo, huku serikali ya Ethiopia ikiendelea kulenga kudhibiti Oromia na maeneo mengine yaliyotengwa. Ingawa ukoloni wa kizungu na Wahabeshi unafanana katika hali ya ukandamizaji na unyonyaji, vinatofautiana sana katika mbinu, wigo na athari. Hapa chini kuna ulinganisho mpana wa tofauti 7 muhimu kati ya mifumo hiyo miwili ya ukoloni. 1. Wigo wa kijiografia. Mataifa ya kizungu kama vile Uingereza, Ufaransa, Ureno, Ubelgiji na Uhispania yaliendeleza utawala wao wa kikoloni katika maeneo makubwa barani Afrika, Asia na Amerika. Ukoloni wa Wahabeshi ulikuwa mdogo katika pembe ya Afrika, ukichukua mataifa mbalimbali kama vile Oromia, Sidama na Wolaita. 2. Uhalalishaji wa kibaguzi. Mataifa ya kikoloni ya kizungu yalitegemea ubaguzi wa kisayansi kuhalalisha ubora wa wazungu. Watawala wa Wahabeshi walihalalisha upanuzi wao kupitia ubora wa kikabila na kidini. 3. Lengo la kiuchumi. Ukoloni wa kizungu ulijikita katika uchimbaji wa maliasili na mitandao ya biashara ya kimataifa. Ukoloni wa Wahabeshi ulitegemea unyang'anyi wa ardhi, kazi ya kulazimishwa, na unyonyaji wa kimfumo wa kikabaila. 4. Athari za kitamaduni. Mataifa ya kizungu yaliweka lugha zao, dini, na mifumo ya elimu kwa waliokoloniwa. Watawala wa Wahabeshi waliweka lugha ya Kiamhari, Ukristo wa Orthodox, na utamaduni wa Wahabeshi. 5. Utawala. Mataifa ya kizungu yalichukua mifumo tofauti ya utawala kulingana na maslahi yao ya kimkakati. Utawala wa kikoloni wa Wahabeshi ulionekana kwa uvamizi wa kijeshi na udhibiti wa kimabavu wakati. 6. Uhamisho wa maarifa na teknolojia. Ukoloni wa kizungu uliwezesha uhamisho wa maarifa na teknolojia, ingawa kwa unyonyaji. Ukoloni wa Wahabeshi haukutoa uhamisho wowote wa maarifa, haukuchangia chochote isipokuwa utawala wa kijeshi na ushuru. 7. Mwisho wa ukoloni. Makoloni mengi ya kizungu yalipata uhuru katika karne ya 20 kupitia mapambano ya kupinga ukoloni. Utawala wa kikoloni wa Wahabeshi haujaisha, na mataifa kama Oromia bado yako chini ya utawala wa Ethiopia. Kwa muhtasari, ingawa ukoloni wa kizungu na Wahabeshi unafanana katika sifa kuu za utawala na unyonyaji, mbinu na athari zao vinatofautiana sana. Mapambano dhidi ya ukoloni wa Wahabeshi bado hayajatatuliwa, na kuifanya kuwa kesi ya kipekee ya mfumo wa ukoloni unaoendelea katika ulimwengu wa kisasa. Watu wa Oromo wamepambana kwa muda mrefu kupigania uhuru, wakitafuta kujitawala, kufufua utamaduni wao, na uhuru wa kiuchumi kutoka katika ukoloni wa Wahabeshi. Mapambano haya yamepitia hatua kadhaa, yakichochewa na upinzani, harakati za kisiasa, na mikusanyiko ya watu wengi. Baada ya Oromia kutwaliwa na Menelik II mwishoni mwa karne ya 19, maeneo mbalimbali ya Oromo yalipinga mara kwa mara, ingawa hatimaye yalizimwa na nguvu kubwa ya kijeshi ya Wahabeshi. Mfumo wa Naftenya Gabar uliwalazimisha wakulima wa Oromo kuwa watumwa chini ya walowezi wa Kihabeshi, ukivuruga mfumo wa kijamii wa Oromo na kulazimisha mfumo wa umiliki wa ardhi wa ukandamizaji. Licha ya ukandamizaji mkali, upinzani wa hapa na pale uliendelea kupitia vita vya msituni na juhudi za kuhifadhi utamaduni. Miaka ya 1960 ilishuhudia kuibuka kwa harakati za uzalendo, huku wasomi na wanaharakati wakianza kuelezea utambulisho wa Oromo na kudai uhuru. Chama cha Mecha Tulama, kilichoanzishwa mapema miaka ya 1960, kilichukua jukumu muhimu katika kuhamasisha ufahamu wa Oromo na kupigania haki za kijamii na kiuchumi za watu wa Oromo. Hata hivyo, shughuli zake zilipigwa marufuku na serikali ya kifalme muda mfupi baadaye. Kuanzishwa kwa Oromo Liberation Front (OLF) mwaka 1973 kuliashiria kuanza rasmi kwa mapambano ya ukombozi wa Oromo. OLF ilielezea maono ya Oromia huru na ikajihusisha na mapambano ya silaha dhidi ya serikali zilizofuata za Ethiopia. Licha ya ukandamizaji mkali wa serikali ya Derg, 1991, uzalendo wa Oromo ulipata nguvu kupitia siasa za siri, kuenea kwa fasihi ya lugha ya Oromo, na upinzani wa kijeshi katika maeneo ya vijijini. Kuanguka kwa Derg mwaka 1991 kulitengeneza fursa kwa wanasiasa wa Oromo. Kuanguka kwa Derg mwaka 1991 kulisababisha kuundwa kwa Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front
EPRDF, muungano uliohusisha Tigray People's Liberation Front, TPLF, kama nguvu kubwa. OLF ilishiriki katika serikali ya mpito, lakini muda mfupi baadaye iligongana na APRDF kuhusu utawala wa kisiasa na haki za kujitawala. Kufikia mwaka 1992, OLF ililazimishwa uhamishoni kufuatia mapigano ya kijeshi na kusababisha kipindi cha kutengwa kisiasa. Licha ya pigo hili, harakati za kisiasa za Oromo ziliendelea kupitia mapambano ya silaha na upinzani wa kisheria. Kuanzishwa kwa jimbo la Oromia, chini ya mfumo wa shirikisho wa kikabila na kilugha wa Ethiopia, kulitambua utambulisho wa Oromo, lakini haikuleta uhuru wa kweli. APRDF iliyotawala ilidhibiti kwa ukali utawala wa kikanda, ikikandamiza upinzani na kudumisha utawala wa Wahabeshi. Kuanzia mwishoni mwa miaka ya 1990 hadi mwanzoni mwa miaka ya 2010, vyama mbalimbali vya siasa vya Oromo, kama vile Oromo Federalist Democratic Movement, OFDM, na Oromo People's Congress, OPC, vilitafuta nafasi ya kisiasa ndani ya mfumo finyu wa uchaguzi wa Ethiopia. Hata hivyo, ukandamizaji wa kimfumo, wizi wa kura, na kukamatwa kwa wingi kwa viongozi wa upinzani wa Oromo kulizuia ushiriki wa maana. Katika kipindi hiki, watu wa Oromo waliendelea kutengwa kisiasa, ingawa haki za kitamaduni na kilugha ziliona maendeleo machache na kuenea kwa vyombo vya habari na taasisi za elimu vya Afaan Oromo. Maandamano ya Oromo ya 2018 yakiongozwa na Kero, harakati ya vijana wa Oromo, yalionyesha mabadiliko makubwa katika mapambano. Maandamano hayo yaliyoanza kwa sababu ya mpango mkuu wa Addis Ababa, ambao ulitaka kuwafukuza wakulima wa Oromo, yalizidi kuwa harakati kubwa dhidi ya ukandamizaji wa kisiasa na kutengwa kiuchumi. Kwa kuhamasisha mamilioni kote Oromia, maandamano hayo yalishinikiza serikali ya Ethiopia na kusababisha Waziri Mkuu Hailemariam Desalegn kujiuzulu mwaka 2013. Kuingia madarakani kwa Abiy Ahmed, ambaye ni Mworomo kwa asili, mwanzoni kulionekana kama ushindi kwa mapambano ya Oromo. Hata hivyo, utawala wake umetawaliwa na kujikusanyia madaraka, ukandamizaji wa mashirika ya kisiasa ya Oromo, na kukandamiza upinzani. Kuendelea kufungwa kwa viongozi wa upinzani wa Oromo, kampeni za kijeshi huko Oromia, na kuvunjwa kwa miundo ya shirikisho kumewafanya wengi kuona uongozi wake kama usaliti wa matamanio ya Oromo. Leo, mapambano ya Oromo bado hayajatatuliwa, huku upinzani wa kisiasa na wa kijeshi ukiendelea dhidi ya serikali kuu. Harakati zinaendelea kubadilika, zikijirekebisha na hali mpya za kisiasa, huku zikidumisha madai yake ya msingi ya kujitawala, haki, na kukomesha utawala wa Wahabeshi. Licha ya ukandamizaji unaoendelea, mapambano ya Waoromo yamepata mafanikio makubwa, yakiunda mandhari ya kijamii, kisiasa na kitamaduni ya Ethiopia na kwingineko. Mafanikio haya yanaonyesha ujasiri wa watu wa Oromo katika harakati zao za kujitawala, haki, na usawa. Ushindi mmoja muhimu zaidi wa mapambano ya Waoromo ni kufufuliwa na kutambuliwa kwa utambulisho wa Oromo. Afaan Oromo, ambayo hapo awali ilipigwa marufuku kutumika rasmi, sasa inatambuliwa kama moja ya lugha za kazi za Ethiopia. Imepitishwa kama lugha rasmi ya Oromia na inazidi kutumika katika serikali, vyombo vya habari na elimu. Zaidi ya hayo, taasisi za kitamaduni za Oromo, mila na sherehe zimefufuliwa, zikisisitiza hisia kali ya utambulisho. Sherehe ya kila mwaka ya Irrecha, ambayo kihistoria ilikandamizwa, imepata umaarufu tena, ikivutia mamilioni ya washiriki. Muziki wa Oromo, fasihi, na vyombo vya habari vimeshamiri na kuimarisha uamsho wa kitamaduni wa taifa la Oromo. Mapambano ya Waoromo pia yamepata mafanikio makubwa ya kisiasa, haswa kupitia uhamasishaji wa mashinani. Harakati ya Kero, inayojumuisha vijana wa Oromo, ilichukua jukumu muhimu katika kuvunja miundo ya kisiasa iliyojikita ya utawala wa EPRDF. Kuanzia 2014 hadi 2018, maandamano endelevu yaliyoandaliwa na Kero yalilazimisha serikali ya Ethiopia kufanya mageuzi makubwa ya kisiasa. Vyama vya siasa vya Oromo vimepata umaarufu licha ya ukandamizaji wa kimfumo. Ingawa changamoto zinaendelea, mapambano ya Waoromo yameonyesha kwamba watu wa Oromia wanaweza kujipanga, kupinga na kushawishi mienendo ya siasa ya kitaifa kwa ufanisi. Sababu ya Oromo imevutia hisia za kimataifa kwa kiasi kikubwa kutokana na diaspora ya Oromo. Wanaharakati, wasomi, na vikundi vya utetezi vimechukua jukumu muhimu katika kuongeza uelewa kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu na kutengwa kisiasa kwa watu wa Oromo.
Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yameandika na kuripoti kuhusu ukandamizaji wa serikali ya Ethiopia na kusababisha uchunguzi mkubwa wa kimataifa. Jumuiya za diaspora pia zimefanikiwa kushawishi serikali za kigeni na mashirika ya kimataifa kutambua na kushughulikia shida za watu wa Oromo. Utetezi wa Oromo umesababisha mijadala katika vyombo kama vile Umoja wa Mataifa, Bunge la Marekani na Bunge la Ulaya, na kufanya mapambano yaonekane zaidi katika jukwaa la dunia. Maendeleo ya kiuchumi yamekuwa faida nyingine muhimu ya mapambano ya Oromo. Katika miongo michache iliyopita, biashara za Oromo, vyama vya ushirika na taasisi za kifedha zimeibuka na kusaidia kupunguza utegemezi kwa serikali ya Ethiopia. Kuanzishwa kwa taasisi za kifedha kama vile Benki ya Ushirika ya Oromia na Benki ya Kimataifa ya Oromia kumetoa fursa za kiuchumi kwa wajasiriamali na jamii za Oromo. Ukuaji wa biashara ndani ya Oromia pia umechangia uwezeshaji wa kiuchumi wa watu wa Oromo. Maendeleo ya kilimo na uwekezaji katika viwanda vya ndani vimeimarisha kujitosheleza kiuchumi. Licha ya changamoto zinazoendelea za kimuundo, maendeleo haya yanaashiria hatua kuelekea uhuru mkubwa wa kiuchumi kwa taifa la Oromo. Wakati mapambano ya kujitawala na haki yanaendelea, harakati ya Oromo imepata mafanikio makubwa katika ufufuo wa kitamaduni, uhamasishaji wa kisiasa, kutambuliwa kimataifa na uwezeshaji kiuchumi. Mafanikio haya yanaonyesha ujasiri na azma ya watu wa Oromo katika kudai haki zao na kuunda mustakabali wao. Hata hivyo, mapambano ya uhuru kamili wa kisiasa na kiuchumi yanaendelea, yanahitaji uangalifu endelevu, mpangilio na utetezi. Licha ya mafanikio makubwa, Waoromo wanaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi katika harakati zao za uhuru, kujitawala na haki. Changamoto hizi zinatokana na ukandamizaji wa kisiasa, unyonyaji wa kiuchumi, vurugu za serikali na migogoro ya ndani. Serikali ya Ethiopia inakandamiza ushiriki wa kisiasa wa Waoromo kwa utaratibu. Viongozi na wanaharakati wa Oromo mara nyingi hukamatwa, kufungwa au kuuawa kwa mashtaka ya uongo. Mashirika ya kisiasa yanayotetea kujitawala kwa Oromo yanakabiliwa na ukandamizaji wa mara kwa mara. Uchaguzi nchini Ethiopia unabaki kutokuwa huru na wa haki, huku vyama vya Oromo vikitengwa kimakusudi. Udhibiti mkubwa wa habari na ufuatiliaji wa wanaharakati unaendelea kudhoofisha uwezo wa Waoromo kutoa madai yao. Serikali ya Ethiopia inatumia nguvu za kijeshi kukandamiza upinzani wa Oromo, haswa vijijini mwa Oromia. Ripoti za mauaji ya kiholela, kutoweka kwa lazima, na ukandamizaji wa kikatili dhidi ya maandamano ya amani zimeenea. Operesheni za kijeshi zinazolenga jamii za Oromo zimesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao. Oromia, mkoa mkubwa na wenye rasilimali nyingi zaidi nchini Ethiopia, unabaki kutengwa kiuchumi. Licha ya rasilimali zake nyingi, faida zake huenda kwa serikali ya Ethiopia na mashirika ya kigeni. Unyakuzi wa ardhi na wawekezaji wanaoungwa mkono na serikali umewahamisha wakulima wengi wa Oromo. Serikali ya Ethiopia imetumia migogoro ndani ya harakati za utaifa za Oromo kwa muda mrefu. Tofauti katika itikadi na mikakati zimeunda mgawanyiko na kupunguza ufanisi wa harakati. Serikali ya Ethiopia inadhibiti kwa kiasi kikubwa simulizi za vyombo vya habari, ikizima sauti huru za Oromo. Vyombo vya habari vya Oromo vinakabiliwa na udhibiti, kufungwa na mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari. Kuzimwa kwa interneti na vikwazo vya mawasiliano vinazuia kuenea kwa habari kuhusu vurugu za serikali. Vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na serikali vinaonyesha madai ya Oromo kama vitisho vya itikadi kali na kuchochea kampeni za upotoshaji. Changamoto hizi zinaonyesha jinsi urithi wa ukoloni wa Ethiopia juu ya Oromia ulivyojikita. Kushinda changamoto hizi kunahitaji upinzani endelevu, umoja wa kimkakati na utetezi endelevu wa kimataifa. Mapambano ya uhuru wa Oromo yanaendelea, na mikakati kadhaa lazima ifuatwe ili kufikia uhuru kamili, uhuru wa kiuchumi na ufufuo wa kitamaduni. Mbinu iliyoratibiwa vizuri na yenye pande nyingi ni muhimu ili kubomoa miundo ya ukoloni wa Abyssinian na kuandaa njia ya mustakabali wa kujitawala kwa watu wa Oromo. Mojawapo ya mahitaji muhimu kwa mapambano ya Oromo ni kuimarisha umoja wa kisiasa miongoni mwa vikosi vya kitaifa. Kujenga umoja unaokubali njia mbalimbali za kujitawala, ikiwa ni pamoja na mapambano ya silaha, diplomasia na ushiriki wa uchaguzi, ni muhimu sana.
Uhuru wa kiuchumi ni muhimu kwa kuvunja minyororo ya utawala wa kikoloni. Oromia imejaaliwa rasilimali nyingi za asili, lakini faida za rasilimali hizi zimekuwa zikienda kwa serikali ya Ethiopia na mashirika ya kigeni badala ya watu wa Oromo. Kuanzisha na kuimarisha taasisi za kifedha, vyama vya ushirika na viwanda vinavyomilikiwa na Oromo kutahakikisha kwamba utajiri unaozalishwa Oromia unawanufaisha watu wake. Kuendeleza kilimo endelevu, kuwekeza katika teknolojia na miundombinu, na kukuza mitandao ya biashara inayopa kipaumbele biashara za Oromo kutaimarisha kujitegemea. Uhifadhi na uendelezaji wa utamaduni na utambulisho wa Oromo ni msingi wa kufikia uhuru wa kweli. Kupanua programu za elimu ya Afaan Oromo, kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu, kutahakikisha kwamba vizazi vijavyo vinapata elimu katika lugha na historia yao ya asili. Kufufua desturi za kitamaduni za Oromo, ikiwa ni pamoja na mfumo wa Gadaa, sherehe za Irrecha, na njia za asili za utatuzi wa migogoro, kutaimarisha mshikamano wa kijamii na kuimarisha utambulisho wa kitaifa. Kuimarisha harakati za watu wa kawaida, haswa harakati za Kiro, bado ni muhimu kwa kupinga ukandamizaji wa serikali ya Ethiopia. Vijana wa Oromo wameonyesha uwezo wao wa kuhamasisha mamilioni na kuleta mabadiliko ya kisiasa. Kuimarisha mitandao yao, kutoa rasilimali na kutengeneza mikakati ya kutoti kiraya endelevu kutadhoofisha udhibiti wa serikali ya Ethiopia juu ya Oromia. Kushirikiana na taasisi za kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na mashirika ya haki za binadamu ni muhimu ili kuleta usikivu wa kimataifa kwa mapambano ya Oromo. Kuandika na kufichua ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na serikali ya Ethiopia kutaongeza shinikizo la kimataifa la uwajibikaji na mageuzi. Diaspora ya Oromo, iliyosambaa kote duniani kutokana na mateso ya kisiasa na ugumu wa maisha, imekuwa nguvu muhimu katika kupigania uhuru na haki ya Oromo. Ingawa wako mbali kijiografia na nchi yao, diaspora bado inashiriki kikamilifu katika harakati hizo kupitia utetezi, diplomasia, michango ya kifedha na uhifadhi wa utamaduni. Juhudi zao za pamoja zinaongeza sauti za waliokandamizwa na kudumisha ujasiri wa watu wa Oromo. Mojawapo ya majukumu muhimu zaidi ya diaspora ya Oromo ni kuongeza uelewa wa kimataifa kuhusu ukandamizwaji wa watu wa Oromo. Kupitia maandamano yaliyoratibiwa, ushiriki wa vyombo vya habari na juhudi za kushawishi, wanaleta usikivu wa kimataifa kwa masuala kama vile vurugu zinazofadhiliwa na serikali na ukiukwaji wa haki za binadamu. Mashirika ya utetezi yanayoongozwa na diaspora wanafanya kazi bila kuchoka kuelimisha watunga sera na mashirika ya kimataifa kuhusu dhuluma zinazoendelea huko Oromia. Juhudi hizi husaidia kuishinikiza serikali zenye ushawishi na taasisi za kimataifa kuiwajibisha serikali ya Ethiopia. Zaidi ya hayo, diaspora inashiriki kikamilifu katika juhudi za kidiplomasia kujenga ushirikiano na mataifa mengine yaliyokandamizwa, na wadau wa kimataifa wanaunga mkono harakati zao. Michango ya kifedha kutoka kwa diaspora ya Oromo ina jukumu muhimu katika kudumisha harakati za uhuru. Waoromo wengi walio nje ya nchi hutuma pesa kusaidia familia zao, lakini zaidi ya hayo, pia hufadhili mashirika ya kisiasa na mipango ya kibinadamu. Msaada huu wa kiuchumi huwawezesha wanaharakati walioko chini kuendelea na juhudi zao za kupinga ukandamizaji. Mbali na msaada wa moja kwa moja wa kifedha, diaspora inawekeza katika miradi ya maendeleo ya jamii ambayo huongeza uwezo wa kujitegemea kiuchumi huko Oromia. Diaspora ya Oromo pia ina jukumu muhimu katika kuhifadhi na kukuza utamaduni, lugha na mila za Oromo. Uhai wa utamaduni ni muhimu kwa mapambano mapana ya kujitawala, kwani hujenga hisia kali ya utambulisho na umoja miongoni mwa watu wa Oromo. Kupitia uandaaji wa sherehe za Irrecha na programu za elimu ya lugha, diaspora inahakikisha kwamba vizazi vijavyo vinabaki kushikamana na urithi wao. Majukwaa ya habari ya Oromo hutumika kama zana muhimu za kupinga taarifa potofu na kutoa sauti kwa mapambano ya Oromo. Wasomi wa Oromo katika diaspora wana jukumu muhimu katika kuunda mwelekeo wa kiitikadi na kimkakati wa mapambano ya Oromo ya uhuru. Wakiwa huru kutokana na vikwazo vilivyowekwa na serikali dhalimu, wana uhuru wa kuunda mawazo na kuchangia mijadala ya kisiasa bila hofu ya kukandamizwa. Utafiti na kazi zao za kitaaluma hutoa maarifa muhimu kuhusu dhuluma za kihistoria na njia za kujitawala. Kupitia machapisho ya kitaaluma na mikutano,
wanatoa mapendekezo yaliyofanyiwa utafiti mzuri kuhusu haki ya mpito na utawala wa kidemokrasia. Zaidi ya utetezi na msaada wa kifedha, diaspora ya Oromo inashiriki kikamilifu katika kufikiria na kupanga Oromia huru. Wasomi na wanaharakati ndani ya diaspora wanachangia mijadala ya kisiasa na upangaji wa kimkakati unaolenga kufikia suluhisho la muda mrefu kwa watu wa Oromo. Kwa muhtasari, diaspora ya Oromo ni nguvu muhimu katika mapambano ya uhuru na kujitawala. Juhudi zao za utetezi huleta usikivu wa kimataifa kwa shida za watu wa Oromo. Michango yao ya kiuchumi inadumisha juhudi za mapambano, na mipango yao ya uhifadhi wa utamaduni huimarisha utambulisho wa kitaifa. Kwa kutumia ushawishi wao wa pamoja kupitia mipaka, diaspora ya Oromo inaendelea kuchukua jukumu muhimu katika kutafuta haki na uhuru wa kudumu kwa taifa la Oromo. Mapambano ya kudumu ya watu wa Oromo ni ushuhuda wa uvumilivu wao mbele ya ukoloni na ukandamizaji wa kimfumo. Utawala wa kikoloni wa Abyssinia umejitahidi kwa muda mrefu kukandamiza utambulisho wa Oromo, kutumia vibaya rasilimali zao, na kuwanyima haki ya kujitawala. Hata hivyo, kupitia upinzani endelevu, kuanzia maasi ya mwanzo dhidi ya Menelik Dogus hadi harakati za kisasa za Cairo, Waoromo wamepambana kila mara kudai haki zao na kujitawala kisiasa. Licha ya kukabiliwa na ukandamizaji mkali, kutengwa kisiasa, na unyonyaji wa kiuchumi, Waoromo wamepata maendeleo makubwa. Kufufuliwa kwa lugha ya Afaan Oromo kama lugha inayotambulika na kuongezeka kwa muonekano wa vuguvugu la kisiasa la Oromo ni hatua muhimu katika mapambano haya marefu. Harakati ya Cairo imeonyesha nguvu ya upinzani uliopangwa, ikilazimisha mabadiliko ya kisiasa katika ngazi za juu za serikali ya Ethiopia. Hata hivyo, mafanikio haya yanabaki kuwa tete, kwani serikali ya Ethiopia inaendelea kutumia nguvu za kijeshi na ukandamizaji wa kimfumo kudumisha udhibiti juu ya Oromia. Njia ya ukombozi wa kweli wa Oromo inahitaji juhudi endelevu katika pande nyingi. Umoja wa kisiasa miongoni mwa makundi ya kitaifa ya Oromo ni muhimu katika kujenga harakati imara na yenye uratibu. Jukumu la diaspora ya Oromo linabaki kuwa muhimu katika kuimarisha mapambano katika jukwaa la kimataifa. Kupitia utetezi na michango ya kifedha, diaspora inaendelea kuleta usikivu wa kimataifa kwa shida za watu wa Oromo. Hatimaye, mapambano ya Oromo ni kuhusu kudai utu, haki na kujitawala. Ingawa changamoto zinaendelea, roho isiyoyumba ya watu wa Oromo inahakikisha kwamba safari yao kuelekea uhuru inaendelea. Asante kwa kutazama Kila Mtu. Hii imekusaidia, ipe kidole gumba juu, na usisahau kujisajili ili upate maudhui zaidi kuhusu mapambano, historia na utamaduni wa Oromo.